Jina langu naitwa Charles. Mimi ni kijana maskini ambaye sina mama wala baba. Maisha yangu nimelelewa maisha mtaani. Baada ya kupoteza baba na mama, sikupata msaada wote kutoka kwa ndugu. Hivyo nililelewa na watu baki hadi natimiza miaka 20. Leo niko hapa, nataka nikupe historia fupi ya maisha yangu. Baada ya kuishi kwa muda mrefu na maisha kubangaiza, siku moja kuna mzee nilikutana naye. Mzee huyu alikuwa anahangaika kusukuma gari yake. Aliponiona akaniita. Akaniambia, kijana, naomba unisaidie kusukuma gari yangu. Kama unavyojua tena, wahenga wanasema wema ni akiba. Ikabidi nimsaidie kusukuma. Tumesukuma lile gari, bahati nzuri likawaka. Yule mzee akaniita ndani ya gari. Akaanza kuniuliza, kijana, unaitwa nani? Nikamwambia mimi naitwa Charles. Nakushukuru sana kwa msaada wako. Ila wapi ulikuwa unaelekea? Kiukweli ilikuwa ngumu kidogo kujibu. Ikabidi nitumie sekunde kadhaa kufikiria, kwa sababu sikuwa na mwelekeo wowote kwa wakati huo. Nilikuwa ni mtu wa kuhangaika huku na huko tu. Labda naweza nikapata riziki. Nikaona acha nimwambie kweli. Nikamwambia, mzee wangu, kiukweli sina mwelekeo wote wa maisha. Unavyoniona ndio hivi hivi. Sina kazi na maisha yangu kiukweli ni magumu sana. Yule mzee akanipa pole. Akaniahidi kwamba atanipa kazi na kama sitojali niongozana naye niende nyumbani kwake. Kwa sababu nilikuwa sina chaguo kwa wakati huo na ni muda mrefu nimekuwa mtu wa kuhangaika, nikasema labda Mungu kawa ameniona. Ikabidi niongozana naye yule mzee moja kwa moja hadi nyumbani kwake. Kiukweli yule mzee alikuwa ana pesa nyingi sana, kwa maana nyumba yake ilikuwa inaonekana ni ya kifahari. Tulifika mpaka getini, tukafunguliwa na mlinzi, tukaingia hadi ndani ya geti. Tulivyopaki gari, yule mzee akanikaribisha tuingie ndani. Tukaingia moja kwa moja hadi ndani. Ile nafika sebreni tu, nikamwona mama mmoja mnene mweupe alikuwa amekaa kwenye sofa. Nilipomtazama nilijikuta nainamia chini, kwani sehemu kubwa ya mapaja yake ilikuwa ipo wazi. Kiukweli nilikosa ujasiri wa kumtazama mara mbili, nikajikuta nainamia chini tu. I say, karibuni sana, yule mama alisema, huku akinitazama kwa jicho la furaha kama vile ananifahamu. Mume wake alijibu na kusema, asante sana kipenzi, kama unavyojua tena mapenzi hayazeeki. Leo nimekuja na mgeni, ila atajitambulisha yeye mwenyewe ili uweze kumfahamu zaidi. Basi